IMTV, wema wenye kudumu. Nataka niagusie ndugu zangu. Hivi sasa kumekithiri kwenye mitandao hizi zama za kutetea haki za binadamu. Ati wataka kwenda kutetea siasa ya Tanzania. Mimi nataka kuuliza kama Mkenya na mimi, si wao wajiona wana haki kuingilia nchi za nje, nchi za watu? Mimi nataka kuwauliza wao, kama mimi Mkenya, kuna haki gani waliwahi kuitetea hapa Kenya ikapatikana? Yeo sisi twadhulumiwa na maskuli, twapiga kelele kila siku, skuli za tudhulumu. Ni haki yetu, si haki yetu kudai? Katiba yasema idara ya serikali yoyote yafaa kuanza saa ngapi? Jibu Sheiba. Iko skuli kuanza saa 2? Ni dhulma si dhulma? Wako wapi hao watu wa haki wa kutetea haki za kibinadamu? Au sisi hii si haki hii? Madrasa zimekuwa hazina nafasi ya kusomesha watoto, watukuliwa tuition, na waziri alitangaza hairuhusiwi tuition. Wako wapi wenye haki za kibinadamu? Waona la kusema mambo ya Tanzania tu, ya wahusu nini nyinyi? Mwatakiani? Mbona sisi tukifanya uchaguzi hapa siasa zetu tuatia wao wenyewe, tukakorogana, tukatiana marungu, kwani Kenya kumwaika damu? Walitoka Tanzania wakaja hapa umbele huu wanni wao wale haziwaruhusu? Wao wametutetea lipi hapa Kenya? Si watutetee sisi hizo haki za binadamu? Sisi yeo waamu, mpaka yeo huwezi kusafiri wewe usiku kwenda Amu, waweza? Wewe utaona majumbali usiku, waweza? Kwa nini wao situtetee tukapata usalama? Watutetee tupate una usalama. Kwani hatufai kutetewa? Usalama huwezi kupatikana? Mbona Garissa watu usafiri? Mtu toka Garissa siku zote akasafiri, ila Amu tu. Hili la skuli ulisikia wewe haki za binadamu wakatetea? Hatuna haki sisi, madarasa zetu zikapewa nafasi, vijana huingia saa 12 mpaka 12. Ni kweli si kweli? Mpaka leo sisi tukitaka vitambulisho twenda vetting. Mimi niwape kubwa zaidi hawa haki za binadamu, niwape kubwa zaidi. Kuna rafiki yangu alidhulumiwa na mbunge, nikaenda kwa wao hawa haki za kibinadamu hawa mpaka leo wameshindwa kunitetea. Tena kesi haina hata dharubu. Kesi yenyewe ni mtu amefoji, ameandika adaiwa milioni 6, akatoa cheki zote insufficient fund. Hela hiyo ni kesi ina walakini. Kesi sasa zaidi ya miaka 12. Nikaenda kwa hawa haki za kibinadamu. Wanene kweli ni binadamu gani wataka kumtetea? Wasiitie wataka kutetea binadamu. Wanene wana chuki na ule mama. Hili ndio ukweli, hawana haki hata moya waiteteao. Mimi mwenyewe binafsi nilikwenda nikawapelekea makaratasi. Huyu amefoji ati ana power of attorney, mbunge huyo. Wakili akipigiwa simu, mimi sijui huyo. Cheki zimebounce, cheki 11 milioni 6. Hebu cheki kubounce wewe, sini uwizi wa nini ono? Ni mada kesi hiyo. Sharia yasema ni mada kesi. Mpaka leo na faili ziko kwao, hawajatutetea. Mimi mtu wa kwao, mimi mtu wa Mombasa, wameshindwa kunitetea. Watakwenda kushinda kule, mingefurahi wangetiwa ndani, wangeshika adabu. Waarabu kwambia man dakhala ma la yanihi laqiya ma la yurdhihi. La tadkhul baina albasalati wa qishriha, usiingilie kati baina kitunguu na maganda yake, wati wenyewe. Na Waswahili walisema kitambo, pilipili usoila ya kuwashiani. Sisi hapa tumefanya uchaguzi, kuliruka marungu, waliuawa wakubwa wale wa kuvotisha kula nani? ABC, wakakatwa mikono. Haki za binadamu haziko?
walifanya nini? Mbona hawakutetea hapa kwao? Wanene lile walonalo, lakini sikutetea haki za binadamu. Na wasitutie katika matatizo kwa ina la haki ya binadamu. Si haki ya binadamu, kule ni kuingilia mipaka ya watu. Lazima tunene kweli. Manake leo ukiingia mitandaoni imekuwa Kenya na Tanzania watu fanya nini? Upanana. Ati mnyiwa Tanzania mumewasha moto. Wakiwa ni wao tu haki za binadamu. Wananchi sote tuketizie Bukhari 50 haituhusu uchaguzi wao. Sitowaombea Mungu ajalie upite bardan wa salama. Mtu umetoa maneno ya ufidhuli, mtu umetoa maneno wewe ataka kukataza, wewe umepewa kila kiegezo, hukutaka wataka wewe, kisha nyinyi unaenda utakwenda kumtetea ati humregesha jaji mkubwa. Hapa jaji mkubwa hapa kwenye uchaguzi alifanya nini? Ni vituo zingapi huku kwetu zilifanyiwa sampuli? Walifanya nini? Hakuna lolote lilofanya. Wasitutie kwenye balaa. Na ni muhimu viongozi wa dini tusimame kuonesha kwamba hawa viongozi wa haki za binadamu wataka kutuingiza wa Kenya. Sisi hatuko na wao. Hili ni la Tanzania, sisi ni kuombea Mungu kama wakati wa uchaguzi wetu wao ni tuombea Mungu. Basi khalas, na yende atakavyokuwa. Mungu awape usalama, achaguliwe atakaye kuchaguliwa. Mwenyezi Mungu ajalie ule mwenye kheri, ajalie apite ule mwenye nia nzuri. Lakini wewe umetoka zishindo na wataka kulazimisha nchi ya watu, ati tutakushtaki. Wewe ulimwona Mwafrika gani akashtakiwa kwenye atutashtaki kwa mahakama ya Kiafrika? Wewe ulishinda kwenu, wewe utakwenda kushinda nde kwenu. Mimi waniambie jambo gani moya wametetea kama haki ya kibinadamu? Moya tu waliseme kulikuwa na kadhaa, sisi tukenda mbio mpaka. Mimi nimewaambia, nawapa mfano uliokuwa hai. Skuli hizi za tunyanyasa kweli. Mbona hawasimami kama haki za kibinadamu wakatupa haki zetu? Zijana wakawa hawaraushi. Zijana hutoka kwenye majumba, nyoka hayarudi kwenye tundu. Nyoka bado wako ntiani. Wewe hamuinuki nyinyi alfajiri mkaona watoto asubuhi wanavyoamshwa? Ni haki ile? Wako wapi hao haki ya binadamu? Kama kweli watetea haki za kibinadamu. Au haya mambo tufanyiwa sisi hamu kila siku, gari zisimame, watu washuke kwenye mabegi kila siku, na hujajaliwa kusikia kuna watu wameshikwa na bunduki. Kama ni bangi na wapi hazivunwi, hazitengezwi kutoka Kisumu. Wewe umeona basi ya kutoka Nairobi ikasimamishwa, ya Kisumu ikasimamishwa, hutafuta bangi? Ina la bangi huku kwetu itwaye Kisumu hiyo. Na siku hizi kuna Ethiopia, hutoka Ethiopia yani enda kuchunguzwa barabara ya halala. Mbona hawatetei? Warongo na nyuma wana kijongo. Kwani sisi hatufai kutetewa? Wanawake siku zote tena husimamishwa gari kwenye yua. Bwana Ahmadi, kweli si kweli? Tukasimamishwa gari kwenye yua bwana, watu wateremke, watu wote wateremke. Mkangoje gari kule. Tuna dhambi gani sisi? Tuna makosa gani? Kama kututetea, tuteteeni hilo. Au sisi hatuwahusu? Yawahusu ya ule alokuwa fidhuli akatukana watu kule Tanzania? Warongo jamanini. Wana lao walizungumze, wala asituteteshe. Sisi na Watanzania tumeketi kwa amani. Sisi Watanzania tumeketi kwa upendo. Sisi na siasa ya Tanzania watu wenyewe. Siasa ya Kenya sisi watu wenyewe. Watu hapa wakati wa siasa Kenya wengi ukimbia. Wakati wa siasa Kenya, wewe angaliani, wa Kenya wengi uvuka boda wakaenda wapi? Wa Tanzania hawai huku. Wewe ushaona wakati wa siasa wa Tanzania kuja zao huku? Wenyewe siasa yao enda wenyewe hiyo bardan wa salam. Lakini mambo tunayo sisi hapa. Watu wametiana marungu huko bara. Hata si mbali. Na kila siku kuna uchaguzi mdogo tu kumetiana marungu kweli. Nyinyi mtetee haki za huku. Kwani huku watu wewe na kama sisi tuko Brunei hakuna dhulumi wao huku? Dhulma zimejaa. Ati wao enda kutetea haki. Huku dhulma zimejaa. Mpaka kwenye maofisi yao dhulma zimejaa. Na tukae tuchambuane.
Wewe enda ukiwa kwenye nyumba ya zio usimrushie mwendani wako mawe. Wewe ukianza kwenye nyumba ya zio utakumrushia mwenzako mawe, akikurushia wewe utayaweza? Chote neno kuvundia zio. Kwa hiyo sisi twalani hichi kitendo cha kuja kuingilia uchaguzi wa watu na kuingilia sheria za watu na nchi za watu ati kwa madai ya haki za. Hawana haki yoyote. Hawana, ni warongo na nyuma wanazijongo. Wabunge wangapi hapa Kenya hudhulumu, mbona hawatetei na wazijua wao dhulma? Magavana wangapi wamedhulumu hapa? Wasitupe kutaka kunena. Si wangetetea mwanzo watu wa Kenya, sisi wenyewe tu Kenya tukapata zile haki zetu za msingi? Tumewahi kuzipata? Hatuna. Wataenda kutetea hoko. Nataka mkafungwe. Mimi nitakaendao aseme sijui nimekuja tia ndani. Mtafanya nini? Ngile nchi za watu wale wana katiba yao. Kama sisi huku tuna uhuru wa kuzungumza, unahitaji freedom of speech. Si Tanzania. Kule hakuna. Utolenea utakalo wala hutojifanyia utakalo. Kwamba wewe ulikuwa jaji mkubwa hapa Kenya, ulikuwa. Sasa sahau. Ya kutetewa tele. Kama kweli nyinyi mwasimamia haki za binadamu, hela simamani hapa Mombasa, watu wapate haki zao za kibinadamu. Hii Mombasa wenyewe haki za kibinadamu, watu unyanyaswa, watu dhulumiwa, watu hawana watu kujizipanga. Wao kijana akipiga mtu zipanga nyama kima, polisi akimtukulia hatua ule apiga watu zipanga husimama wao. Polisi utumia sharia mikononi mwao. Mbona mwenye kipanga utumia sharia mikononi mwake? Hamumtukulii na yeye haki? Ule alopigwa kipanga hana haki? Atumia kipanga akipigwa yeye ndio nyinyi mtaka akhi hawa wakhi teza tusheri. Na usikitika kwamba Waislamu hawamchi hata Mungu. Mwekeni Mungu mbele jamanini. Msidai tu, msipekwe na hizo katiba zenu. Angalia na Mungu. Kweni na idilu huwa aqrabu litaqwa. Tumwogopeni Mungu jamanini. Kwani Tanzania hakuna mawakili mpaka watoke Kenya? Tanzania hakuna watu wa kunena mpaka watoke Kenya? Mataka kwenda kutilia utesi tu. Tumeketi kwa raha mustarehe. Na wewe ndio kisha unuzungumze hapa ni ate nene. Basi wawate na kazi yao na si kazi yetu kuambia. Wala si kazi yao, mimi nakwambia kazi yao ni waangalie Kenya. Nyinyi mmeshindwa kwenu, wewe kiwa umeshindwa kwako utaweza kwa wenzako? Si tengeza lako. Mtu mando huanza kutengeza la wapi? La kwake. Mimi nimekupa mfano, mimi nimeenda mimi ofisi yao. Na wao wanene ni urongo. Nimekwenda mimi ofisi yao na mafaili kila kitu, hawakufanya lolote. Mbunge ametukua title deed ya ardhi akasema ni amepewa power of attorney akatuuzia, kisha imethibiti ni urongo, akatwambia basi tuyamalize hivi, akatupa cheki 11 nazo mpaka leo nimewapekea wao, zote zimebounce. Hiyo nini hiyo yaitwa katika kesi? Mada case. Kama hujui, kama mateteaji haki sio kunitetea hiyo, ninao mpaka leo. Huko huizengelea nafasi tu niwape ukweli. Kama wao wateteaji ya haki, mimi mwana wa Mombasa, wangetetea hazingetetea? Na wameshinda kwenu, waate watiwe ndani. Ayao, tena uomba serikali ya Tanzania aingiao tia yeye ndani. Kisha mwangalie. Fanya matezo nyinyi, waona kila serikali yenu nyinyi mtafanya mtakalo. Hapa Kenya mtaketi mkitukanana tu. Huyu mtukana huyu mtukana, lakini ni urongo. Hawa si watetezi wa haki ya kibinadamu. Wanalo watuelezee ukweli lipi. Lakini kama nkutetea haki, hata hapa watele walodhulumiwa. Watele wadhulumiwa leo na usiku, mchana na usiku tudhulumiwa. Sasa tuoni kuwatetea. Kesi kadhaa watu hudhulumiwa. Humuoni mtu kutetea. Yaani yeye ndio imewakera, ati mkosesha mtu haki, mkosesha nini? Alivyoingilia watu kuambia maneno yatakayo, sikukosa haki huko. Mwenyezi Mungu atawapa uchaguzi wa salama, ila na mimi natoa. Na kama wao wana haki kuzungumza kwamba wa Kenya, na mimi nina haki, ni Mkenya halisi. Sina walaki, nina Ukenya wangu. Hatuko tayari kwa zitendo walofanya, matangazo wanaotangaza haki za kibinadamu, wala alokwenda kuyafanya madhakarua wala sijui nani. Wametuuza. Wao madhakarua ndio walotuuza sisi wakati Kibaki. Mmesahau nyinyi?
Kama alikuwa na haki kweli, angesimama pale wakili mzimae. Yeye ndo alotutia sisi choo cha kike. Msitupe kunena, msituone hatuko kwenye siasa mkaona hatuisi siasa. Hatutaki tu kuingia. Tuiona ni uwanja wa fujo, hauna maana. Lakini tukitaka kumchambua mmoja baada mmoja, watu watashangaa, mbona wewe husimamii? Mimi usimama kwenye swala tu. Lakini siasa twaijua vizuri, kwa sababu ukisoma dini, kwa sababu mtume alifaulu kwenye siasa. Hakuna siasa nzuri kama aliyoitumia siasa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.